Ukishaingia ndani ya sakaratil mauti, kuna mambo mane huwa yanakutokea, lazima yakufike mambo mane. Jambo la mwanzo, aliyomo ndani ya sakaratil mauti, kwanza huwa anapoteza mawasiliano ya dunia. Mgonjwa wako bwana akishafika kwenye sakaratil mauti, ukimwita haitiki, hata mkimsemesha hasemi, hata mkimuuliza hajibu, hana la kusema. Na mapigo wakati huo ya moyo, mapigo ya pumzi, utakuta tayari yanaanza kubadilika, yanabadilika. Na hakuna jambo zito kwa mwanadamu kama kuondokewa. Hakuna yoyote kati yetu hapa ambaye ana uwezo wa kuvumilia kuondokewa. Enyi watu, kuondokewa kugumu, kuzito. Na ukitaka ubaya, hebu nenda kwa watu ambao wenye kuuguza ndugu yao, kisha waambie jamani, ndugu yenu muda wake umemalizika, huyu tena hataweza kuwa hai. Wallahi utaonyeshwa vidole kwa ubaya. Hakuna ambaye atakaye kuonyesha kwa wema, kwa sababu mwanadamu siku zote hariziki kuondokewa. Mwanadamu hataki kuondokewa, na hasa yule wake wa uchungu. Utakuta watu akili zimeharibika, jasho linawatoka, macho yameiva, kila mmoja anajaribu kutafuta ni jinsi gani ataokoa maisha ya ndugu yake. Mwingine anasema jamani, japo dawa zinaendelea, dripu vikadhalika inaendelea, lakini huyu mimi nashuhudia ana siku ya 3 hajatia kitu kinywani. Dawa peke yake hazitaweza kumsaidia, dawa peke yake haziwezi kumsaidia. Juhudi zifanyike jamani, aweze kutia japo kitu chochote ambacho kitakuwa ni riziki, kiweze kuingia kwenye kiwiliwili, inaweza ikamsaidia. Zikichanganyika na dawa jamani, basi inaweza kumsaidia. Wakati huo watu hawatalipuuza wazo lolote litakalotolewa, watu watashikamana nalo. Amri inatoka, kina mama wanapika uji. Uji unapikwa, unatiwa ndani ya bakuri, uji unapozwa, wanakabidhiwa wanaume wanasogea mpaka alikolala mgonjwa. Mgonjwa sasa ameishiwa nguvu, hana uwezo hata wa kufungua kinywa. Wanakamua kile kinywa, wanamimina uji. Wale ndugu, uji unajaa ndani ya mashavu, uji hauendi. Allah meloki, hata punje ya uji haipenyi kwenye kiwiliwili. Allah ameshakata mawasiliano ya dunia. Mnahangaika bure. Wale ndugu hawakubali, wataongeza uji. Uji sasa umejaa ndani ya mashavu, hauendi, unatafuta sehemu ya kutokea. Uji sasa unapenya upande wa pili, unaanguka kwenye godoro. Uji unatoka ndani ya kinywa, sasa unavujia kwenye godoro. Uji hauendi. Ndugu yetu yule wakati huo anaangalia ndugu zake, kisha anasema jamani, mnahangaika bure, mimi yangu yamekwisha, siwezi kupona mimi, na wala siwezi kupona tena, yangu yameisha. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba yule maiti anapoteza mawasiliano ya dunia. Jambo la pili, aliyomo ndani ya sakaratil mauti huwa anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna malaika wanazunguka kwenye kile kilago chake, malaika 4. Mmoja anakaa miguuni, mwingine anakaa kichwani, mwingine anakaa upande wa kulia, mwingine anakaa upande wa kushoto. Alafu wale wote wanamsemesha kwa zamu. Yani kila baada ya zamu, yule mwenye zamu yake ndio anazungumza na yule maiti. Na wa kwanza anamueleza, fulani, mimi ni fulani, mimi ni mjumbe wa Mola wako bwana, nimetumwa nije nikubashirie safari ya kwamba nimetembea mashariki na magharibi kutafuta riziki ya kula wewe. Lau kama ile tone ya kudonyoa njiwa wallahi sikupata kuona, basi hapana shaka riziki yako imemalizika, hutakula tena, hutatia kitu kinywani kikaingia wewe, ila mpaka unakwenda mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapili na fulani bin fulani, na mimi kadhalika nimetembea mashariki na magharibi kutafuta maji ya kunywa wewe. Lau kama tone la kuweka ndani yako sikupata, sikuona, leo ndio mwisho wa kunywa kwako, hunyi tena mpaka unakwenda katika nyumba ya mchanga. 3 na 4 watakwambia, kisha watatoweka. Sasa aliyomo ndani ya sakaratil mauti ni kwamba anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni kwamba anazungumza na wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la tatu, aliyomo ndani ya sakaratil mauti huwa anaonyeshwa matendo yake yote aliyotenda katika dunia. Enyi watu, tulio wengi majumbani tuna televisheni.
Kuna kipindi maalum katika television kinaitwa matukio ya wiki. Kwa kawaida siku hiyo inapowadia huwa yanaonyeshwa matukio mbalimbali yaliyotokea katika wiki nzima iliyopita. Sasa vile unavyoona katika matukio, Allah ni mfano, ndivyo atakavyokuonyesha wewe siku ya sakaratil mauti, wakati umelazwa kwenye godoro, watoto wako wamejaa ndani ya chumba, mke wako amekaa pale analia, muda wako umeshawadia. Kabla malaika al-mauti hajawasili, Allah analeta wajumbe, wanakuja malaika, wanakuja na skrini ambayo yenyewe inakuonyesha vile ulivyotenda maisha yako yote katika dunia. Na ndio maana Allah akaeleza ya kwamba ila marji'ukum, kwangu ndio marejeo yenu, pandeni pajelo, ndege, meli. Jeneza ndio gari lako la mwisho. Jeneza ndio gari lako la mwisho baba, huna gari nyingine ukishapanda jeneza wewe. Faunabiukum bima kuntum ta'malun, na nitakwambieni yote mliokuwa mkiyatenda. Hiyo kukwambia sio kwamba Allah aje akueleze, Allah atatuma malaika wenyewe waje wakuonyeshe yale ambayo ulitenda katika dunia. Swala la nabii. Jambo la nne aliyomo ndani ya sakaratil mauti ni kwamba anaonyeshwa kule akhira ambako atafikia. Sasa ndio unaliona kaburi. Kaburi limebadilika, limekuwa ni tanuri katika matanuri ya moto wa jahannam, na ndani ya tanuri kuna mainge, kuna majoka humo, kuna wadudu wakali. Alafu naambiwa fulani mimi fulani, angalia vizuri, hiyo nyumba si ya mtu mwingine, Allah amekuandalia wewe. Hiyo nyumba ambayo umelazwa, si muda mrefu Allah roho yako atachukua na utaondolewa na jamaa zako ndani ya nyumba hiyo, utapelekwa akhera. Sasa huko nakoelekea kaburini ndio kule bwana, na ule ni mwanzo, kuna makubwa zaidi.